Wakati huo huo astahili kuwa ni moja maridadi tena, ikiwa ni kwenye mwanzo wa sinema zaidi, kupenda kwenye ruti za introduction ya sinema. Tunakuingilia hapa basi bila shaka para sehemu moja. Hii ni wakati wa zamani zaidi, wakati wa zamani za kale, wololo yaye, wakati wa zamani za kale kiasi kwamba hapa basi it is kabla Yesu haja kuingilia. Ni wakati wa zamani kabla Yesu haja kuingilia. Kumbe hapa basi Bahubali ni title la Bahubali ni title la horror cinema, ikiwa na maana mwanzo, the beginning. Wakati wa zamani zaidi kwenye kingdom moja, bado ni kwenye mwanzo kwenye kingdom moja ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Mahishmati. Sikiza, ni wakati wa zamani kabla ya Yesu kuzaliwa, na hii ni kingdom moja ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Mahishmati. Unaona? Mahishmati. Hapa ni upande wa Mahishmati, ni kwenye ruti hapa basi mwanzo wa sinema. Upande wa Mahishmati kunaye hapa basi bila shaka pale rebo fulani ambaye ameamua kugeuza serikali. Ndugu brother wapenzi watazamaji, vita imetangazwa ikiwa ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Hapa basi bila shaka pale upande wa Mahishmati ni territory, ni kama inchi wakati wa zamani zaidi hapa basi kabla ya Yesu kuzaliwa. Sasa hapa ni upande wa Mahishmati. Upande wa Mahishmati ikiwa ni kwenye ruti za introduction. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, tukiandamana na introduction ya horror cinema, yasemekana kwamba na kuiti hapa basi bila shaka pale kuna jamaa ambaye ameamua kugeuza serikali, na baada ya kuamua kugeuza serikali hapa basi vita ikatangazwa. Neno wa vita ikitangazwa mtazamaji, vita ikitangazwa imetangazwa, na hakunaga ati kujua kuna watoto, hakunaga kujua ati kuna shosho. Hapana, inakuwaga vita ikitangazwa imetangazwa, na hakuna vita mbaya kama ya watu wakijaribu kugeuza serikali. Hiyo ndio ile vita inakuwaga deadly sana. Mwanzo hapo ndipo nasikiaga hapa basi mwenye nguvu mpishe. Unaona? Mwenye nguvu mpishe. Na wapigana hapa basi bila shaka pale ndume wawili, nyasi ndiyo huwa inaumia. Tayari nikakufahamisha ni wakati wa zamani za kale. Nyakati hizi za zamani, hapa ndipo ambako unastukia hapa basi bila shaka pale nakufahamisha kuna serikali ya Mahishmati, na serikali ya Mahishmati kuna mtu ameamua kugeuza serikali, kitu jambo na ambalo liliweza kusababisha hapa basi bila shaka pale vitakare zaidi kutokea. Mahishmati sasa. Mahishmati ilikuwa ni inchi, ni kama venye kuna Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi, Sudan, South Sudan, Mozambique, Ghana, Congo na kadhalika. Mahishmati. Sasa vita zimechacha zaidi. Mwanzo unasikia hapa basi sasa serikali inageuzwa. Kuna mtu anachukua serikali hapa basi bila shaka pale ufalme. Wakati zile hapa basi nyakati zamani kulikuwa ni ufalme wala sio serikali. Mahishmati kuna mtu anakuja kuchukua serikali. Sasa kuna katoto ambao hapa basi kanafichwa. Kuna katoto kamebebwa stara kama hiyo. Mwanzo hapa basi vita zikichacha nimekuambia hakuna ati mtoto, hakuna mama, hakuna nini. Na nyakati ni za usiku. Check huyu mama mpaka ako na mshale kwa mgongo. Kulingana na venye ambavyo vita zimechacha brother, ako na mshale. Hii ni kumaanisha alipigwa mshale. Leo wakati wa zamani hakukuwa ati na mabunduki. Watu walikuwa wanapigana habasi na todhanoa, tohio na nini. Ndio unakuwa na ubwa kali, unaambia ubwa sika. Sasa mama amepigwa mshale kwa mgongo stara kama hiyo. Lakini anataka kuokoa maisha ya huyu mtoto. Ni wakati wa zamani na nyakati ni za usiku. Huko mama amebeba mtoto stara kama hiyo. Sasa alienda mbele kisha akarudi nyuma. Hii ni kuzubaisha wenye wanamfuata wadhani amepita, lakini yeye alienda mbele juu anavunja damu kwa miguu yake, kisha akarudi nyuma. Kurudi nyuma akajificha. Sasa wakimfuata mbele stara kama hii, unaona? Walifika mwisho wa nyayo zake zenye zinavunja damu. Wakashindwa wameenda wapi. Lakini mama alitokea upande wa nyuma. Cheki. Mama alitomokea upande wa nyuma. Kagua. Akapiga huyo. Daudi mshari kisha akachukua hii rungu, akagonga mwenzake. Ni mama huyo. Ni wakati wa vita. Mama unaona ako kwa msitu.
na ametoka upande wa Mahishmati, ametoroka kutoka Mahishmati akatorokea huku, kumaanisha kwenye amewacha vita yenye iko huko ni vita ya kimataifa. Akabebwa na maji. Nyakati zilikuwa ni nyakati za usiku ndugu baradha wapenzi watazamaji. Orikuwaga ni kwenye nyakati za usiku. Huku alibebwa na maji stara kama hiyo. Alibebwa na maji stara kama hiyo hapa basi bila shaka Paruku akakuja akapata kimuti akajishikilia. At least kiweza kumsaidia kumsafirisha kile kimuti shasha. Check maneno. Na bado ni kwenye nyakati za usiku. Kagua maneno. Parameshwara! Kufika hapa alianza kuita Mungu. Iliwa wao wakati huo wao walikuwa naomba hapa basi kuna Mungu fulani ambao walikuwa namuomba ambaye anajulikana kama vile Lord Shiva. Alianza kumuita Lord Shiva. Akaambia Lord Shiva, tafadhali mimi na kuomba huyu mtoto asikufe. Tafadhali na kuomba kila kitu kihappen. Mwanzo vita ni kweli zimechacha zaidi, serikali yetu imeweza kugeuzwa, vita zimechacha, kuna watu wanachukua serikali kimabavu, lakini nakuomba uweze kumlinda huyu mtoi tu asikufe. Kwa hivyo alimuomba Lord Shiva. Ni kama venye sisi wa Kristo huaga tunaomba Yesu Kristo, Jehova Jire na kadhalika. Sasa wao walikuwa wanaomba Mungu wao ambaye alikuwa anajulikana kama vile Lord Shiva. Kwa hivyo alimuomba Lord Shiva, akamwambia tafadhali huyu mtoto asikufe. Unaona, kumbe sasa Rutikando kuna kabila ingine, kuna watu wengine ambao haba si bila shaka pale wako nchi nyingine. Ndio hawa sasa. Walisikia mtoto analia. Wakasikia mtoto analia, wao walikuwa kwenye harakati, walikuwa wamekuja hapa basi bila shaka pale kuwinda na kuvunja kuni. Kumbe mama hapa basi amejitolea kudidi na ameshika mtoto stara kama hiyo. Cheki maneno. Wao waliamua kuchukua mtoi wakaona mwenye ameleta mtoi hapa basi bila shaka pale ni kama kudidi na dedi, na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale wakachukua yule mtoi stara kama hiyo, wakachomoka na yeye. Unaona, walichukua hapa basi yule mtoi na walikuwa na kiongozi wao ambaye basi ni mama ambaye anajulikana kama vile Sanga. Unaona? Hii sasa ni nchi nyingine tofauti. Hapa si upande ya Sabra shaka pale wa nini? Hapa si upande wa Mahishmati. Hapa sio Mahishmati, hii ni nchi nyingine tofauti. Unaona? Kwa hivyo hawa walikuja wakachukua yule mtoi. Na mwenye ameleta mtoi, hapa basi bila shaka pale ni kama amedidimia, huenda amededi. Mwanzo wao walichukua mtoi, hawakushughulika na mwenye alipata mtoi. Hatimaye wakapata wale watu wawili ambao waliweza kuuawa, watu kuchomoka upande wa Mahishmati. Watu kuchomoka wapi? Upande wa Mahishmati. Wasikia? Mahishmati. Yani ni inchi fulani inajulikana kama vile Mahishmati. Wakakuja wakaona wale watu ile njia walipitia. Na Sanga amepata mtoto. Sanga amepata haba si bila shaka pale ule mtoi, na Sanga ndiye kiongozi wa hii nchi ingine. Kwa hivyo Sanga kadai yatu kwa huyu mtoi atamlea. Mwanzo wakuwa na bwanake waliishi kutafuta mtoi, hawawezi hapa basi, hawana nguvu za kuzalisha, za kuzaa. Kuona pali hawa watu walipitia, wakadai hilo pango lifungwe. Hawakutaka kujua watu walitoka wapi. Nero hawa watu wenye walikuwa wamefuata mama mwenye alikuwa na mtoto amechomoka upande wa Mahishmati. Sasa wao walikuingilia nchi nyingine wakiendelea kufuata yule mama. Pale walipitia kuna pango. Sasa huyu mama Sanga akadai lile pango lifungwe kabisa, kusiwahi kuja watu wengine, lakini akadai ni bahati yeye amepata mtoi. Amepata mtoto mwanzo. Yeye na bwanako ameshindwa kuzaa mtoto. Hawanaga mtoto. Hawajaiza mtoto yani. Na mtoto akaanza kuwa mtoto mkubwa. Unaona? Wao hawakujua jina la huyu mtoto. Hawakujua jina la huyu mtoto. Kwa hivyo wao waliamua hapa sikumtafutia tu hapa basi jina, wakamuita Shivu. Walimuita Shivu. Unaona? Walimuita Shivu. Sasa kijana akaendelea kuwa mtoto mkubwa. Iliwa sasa ni baada ya kupata mtoto, ni baada ya miaka kadha wa kadha amekuwa kijana mkubwa. Lakini yeye kila siku anauliza, huu mlima nani amewahi panda huu mlima ambao hapa basi ule mlima unafall, unabwaga maji sana kama hiyo. Kwa hivyo kijana ikawa siku nenda siku rudi, yeye anataka kupanda ule mlima mpaka upande wa juu. Sasa elewa, akipi is akipi. Hakuna ati kipi kutoka wapi na kipi kutoka wapi. Sasa kila siku anatandikwa, labda wacha kupanda mlima utaanguka mtoto wangu. Akadai hapana. Siku nenda siku rudi. Check maneno. Siku nenda mara nyingine basi anateremka stari kama hiyo, naanguka vibaya zaidi. Lakini once akipi always akipi. Akipi is akipi.
si ati once always akipia pana, huwezi kuwa akipii always, but akipii is akipii mpaka akakuja akakuwa mtu mzima. Bado akijaribu kupanda ule mlima, siku nenda siku rudi. Na huyu sasa ndiye jamaa aliyeshtari kwenye horror cinema, jina lake original ni jamaa kwa jina hapa basi ya Probaz. Probaz alilelewa nchi ya wenyewe, jina lake original ni Probaz. Naona wao walimuita Shivu. Akishakuwa basi kijana mkubwa, lakini Richa na kuwa ameshakuwa kijana mkubwa, nia yake ni aupande ule mlima mpaka juu, afike hapo juu ya huo mlima bila kutumia kamba